Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima, pia akatujalia kuhudhuria katika sherehe yetu hii yenye mnasaba na sherehe za mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Pili, nakushukuru binafsi mgeni rasmi kwa kukubali kwako kuja kuungana nasi katika sherehe yetu hii ya uwekaji wa jiwe la msingi katika ofisi za wakala wa JKU hapa Mtoni. Pia niendelee kuwashukuru wale wote waliohudhuria kwa kujua kwamba sherehe hii ni yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote ndani ya JKU na kuwataka mjisikie mko nyumbani. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu nililopewa ni kuja kuwakaribisha wageni pamoja na kumkaribisha mkuu wa mkoa kwa ajili ya kuendelea na ratiba. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo kukutana katika hafla yetu hii ambayo inajumuisha katika sherehe za miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Sitakuwa na mengi ya kusema, nimekuja hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa kutoa salamu za mkoa wa Mjini na Magharibi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa uko salama, mkoa uko vizuri na tunaendelea kusherehekea sherehe hizi za miaka 64 ya mapinduzi. Leo tunatimiza miaka 62, kwa hiyo tuko salama na tunawapenda kuvishukuru vyombo vyetu hivi vya ulinzi na usalama viko hapa leo na kuzindua katika jengo hili leo. Lakini pia nachukua nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kuwapongeza viongozi wakuu wa kitaifa, nikianza na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, kwa kazi kubwa ambazo anazifanya kutuletea maendeleo katika nchi yetu. Lakini pia daktari wa maendeleo Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi anatuheshimisha na ndio maana leo tuko hapa katika kuelekea kilele cha miaka 62 ya mapinduzi. Tuna kila sababu ya kumshukuru, lakini tuna kila sababu ya kumwombea dua. Mwenyezi Mungu awalinde viongozi wetu hawa, awajalie kila salama. Niwapongeze sana 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 JKU. Ndugu wananchi, wana JKU, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake makubwa ya kujalia neema ya uhai na kutupa nguvu asubuhi hii ya leo ya kufika hapa kwenye shughuli yetu hii ya uwekaji wa jiwe la msingi wa jengo la makao makuu ya wakala wa ulinzi hapa Mtoni, wilaya Magharibi, mkoa wa Mjini Magharibi. Shughuli hii ni sehemu ya shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar yaliyofanyika mwaka 1964. Kadhalika, nitumie hadhira hii kumshukuru kwa moyo mkunjufu Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuzitaka taasisi zetu zote za serikali kupanga na kutekeleza miradi ya maendeleo yenye matokeo chanya kwa wananchi wa Zanzibar. Bila shaka mradi huu tunaoweka jiwe la msingi utapokamilika utaleta mabadiliko makubwa katika kujenga maendeleo ya Zanzibar na watu wake. Ndugu wananchi, kabla ya mapinduzi ya Zanzibar kutokea, jamii ya watu wa Zanzibar iliyokuwepo wakati huo ilikuwa ni jamii iliyoishi kitabaka, ambayo ilijenga kuwanufaisha baadhi ya watu na kuwanyima baadhi ya wengine haki za msingi, ikiwemo haki ya elimu. Serikali ya ukoloni ya wakati huo iliwanyima wananchi wengi wa Zanzibar uhuru wa kufanya kazi zenye hadhi. Sababu hizo zilipelekea wazee wetu kufanya mapinduzi kwa lengo la kuondosha ubaguzi wa kikabila, kitabaka na kiitikadi na kuweka hali za wananchi wote kuwa sawa na kurejesha heshima na utu wao. Faida ya mapinduzi ya Zanzibar ni wananchi wa Zanzibar kuwa na uhuru wa kujitawala na kujiamulia mambo yao wenyewe pasi na kuingiliwa na watu wengine. Faida nyingine ni kuasisiwa kwa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, ikiwemo Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar, kwa lengo la kujenga uchumi wa nchi yetu kupitia programu ya malezi bora ya vijana zinazoendeshwa na JKU. Vijana hao wanapokuwa JKU hupewa mafunzo ya uzalendo, mafunzo ya amali mbalimbali kama vile kilimo, mifugo na uvuvi. Ndugu wananchi,
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilikuwa ina dhamira ya dhati kuanzisha taasisi hii ya Wakala wa Ulinzi JKU kwa lengo la kuhakikisha serikali inapata mapato yatokanayo na huduma za ulinzi kutoka katika sekta ya utalii, uwekezaji na biashara. Ni wajibu wetu kama taasisi iliyoanzishwa kwa malengo maalum kuyafikia malengo hayo yaliyokusudiwa na serikali. Taarifa ya kitaalamu iliyowasilishwa na Naibu Katibu Mkuu imeeleza kwamba fedha za mradi huu ni kutoka serikali kuu ambazo zimewekwa hapa kwa lengo la kuhakikisha watendaji wa Wakala wa Ulinzi JKU wanafanya kazi katika mazingira bora na salama ili waweze kutoa huduma bora. Kwa taasisi zinazofanya biashara, gharama za ujenzi zilipaswa kubebwa na taasisi yenyewe, lakini kwa mapenzi ya serikali kwa taasisi yake hii ya Wakala wa Ulinzi, wajibu huo ulibebwa na serikali yenyewe. Hivyo hatuna budi kuipongeza serikali kwa maamuzi hayo. Ndugu wananchi, Wakala wa Ulinzi JKU ifahamu kwamba bado ina deni kwa serikali, lakini vile vile kwa wananchi kwa ujumla. Serikali iliweza kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuwaletea maendeleo wananchi wake, basi inalazimika kutafuta fedha ndani na nje ya mipaka yake. Kama nilivyotangulia kusema hapo nyuma, taasisi hii imeanzishwa kwa malengo maalumu, ambapo jengo hili litakapokamilika na kuanza kutoa huduma, malengo yatatakiwa kuonekana kwa uwazi. Malengo hayo yatafikiwa kwa kujituma na kuwa wabunifu. Natambua kwamba mna malindo mengi, lakini malindo hayo mengi ni ya taasisi za serikali ambazo zimekuwa na changamoto ya kufanya malipo na kusababisha mzigo mkubwa kwa uendeshaji wa wakala. Niendelee kuwashukuru mafundi wetu kwa hatua nzuri waliofikia na kuwashukuru wale wote ambao kwa njia moja au nyingine wametoa msaada katika utekelezaji wa mradi huu, na niwapongeze sana kwa hatua hii ambayo mmefikia. Sina shaka kwamba hapo mbeleni mtaendelea kutanua wigo na kuongeza uwezo wenu wa kuweza kujenga miradi mikubwa zaidi ya kimkakati kama vile mabarabara, madaraja, viwanja vya ndege na miradi mingine ambayo itakuwa inatija pana kwa taifa letu. Naamini kwamba safari hii ambayo imeianzisha ni mwanzo, lakini mtakuwa mna malengo makubwa zaidi ya kufika mbali zaidi ya kuweza kusimamisha magorofa ya kimkakati. Ndugu wananchi, nimalizie kwa kutoa shukrani zangu kwa uongozi wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ chini ya usimamizi wake wa Mheshimiwa Waziri Idrisa Kitwana Mustafa, na kukubaliana na maamuzi ya Kamati Kuu ya Halmashauri Kuu ya Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa ya kuniteua mimi kuwa mgeni rasmi wa shughuli hii. Naomba sasa kuchukua fursa hii kwa heshima na taadhima kutamka kwamba ujenzi wa jengo la makao makuu ya Wakala wa Ulinzi JKU nimeliwekea jiwe la msingi leo tarehe 5 Januari 2026 katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii.